Hello everyone and welcome to another episode of Music and Musicians. Today I have three wonderful guests. Let them introduce themselves. So my name is Kelvin Cairo, friend Chilson and Mercy, and also a music lover. Yeah, so thank you Kesh for having us here. Okay, thank you. Me here, Mercy Kimito, friend to, I've created some friends also, apart from being a friend to Kesh, and I'm here, we discuss together. Thank you for inviting us. Yes, and my name is Chilson the Hero. Yeah, I'm a friend to Cairo and Kesh. Thank you very much. Yeah. Wonderful. So today we're going to discuss about Kenyan music. We're going, like it is just an open discussion. I'll start with the first question. Which specific song inspires you and why? Yeah, songs that inspire me depending on my mood. So there are various songs that inspire me. At the moment, if it's work, but every song inspires me depending. Maybe you can relate to the specification each song for the mood. Same case the way I said, we have different songs and songs serve different purposes. At the same time, we can say that we have different musicians having different messages in different ways. So they inspire differently. At the same time, those musicians also inspire in a unique way. So we shall talk about them. Personally, I have like two songs. Which is Kesi Badai by Mvire. I think you guys have heard it. The song inspires me to take, like, kama ni kuingilia kitu, ingia tu hiyo time, mi huwa si look back. So the Kesi Badai song inspires me to no regrets. Like the word Kesi Badai says, Kesi Badai, whatever the repercussions, Badai. So another song that inspires me is Away by Oxlade. It satisfies my desire to travel. I love traveling. So those are the two songs that inspire me a lot. Yeah. Okay. So which song has the greatest storytelling? I think I'll answer first. I'll answer my question. For me, I think that song is Stella. Ile alikuwa Momburi whatever. Freshly Momburi. Kuna venye kuna venye na Momburi huko. Mimi girlfriend yangu sijaachwa. Nenda Japan. Ndio toka Kenya Kenya. Wewe ticket. Wazee kwa nienda kwa kigeni akarudi. Ndio kwa kigeni akarudi na maji. Mimi kuna girlfriend yangu kwenda mwairudi na mimi. Labda wenye walinitaka tu alafu wakapata bora huko. But I don't regret hawakuwa wangu. So for me, I think these are quite true. Moja ni ile ya barua ya Mja. Kuna venye Mja ameka hiyo story ya ile kutoka Mwiri Majengo mimi na kama barua na venye that thing nakuwa nimeweza. Na mimi za Mja zile za zamani, the landlords, Mja za good storyteller. Alafu kuna ingine old one, the Jamnazi song I'm Not So. That song I'm not so going as well because that guy explains the scenario like why am I not sober? I'm not sober because I'm taking Guinness economic power. Like a good song, a good story and okay, it was a good song but back then before Mija came into the game, didn't recover the part. Okay, I'd rely on that song. That one for Story. Yeah, 7 minutes. 7 minutes. Hey. Then the stories, they are inspiring in a way that you learn a lesson afterwards. Like now the one from the Mzee Part 2. That you sit down, you don't listen when you are doing someone. Just listen then you see her because she accompanies it with videos. So I think. But then let's detail you back at Esther.
hiyo story Yeah, hiyo story ni waraka wako, yeah. nikali na kukawaida. Yeah. So I think even like followed it with the Bible verse itself. But nikali kuliko tena. Yeah. So but Yeah, lecture 11 minutes. Kuna this guy called Solomon Mkubwa. But so ndio okay, mada kidogo mnaiba lakini ni sawa. Anajaribu. Hata ni very storyteller but is okay, but is something one story kama ni just Like kesi baadaye. no like and you talk ni very storyteller. Very storyteller. Yeah. He talks about his life when sijui pombe sigara zimefanya. Yeah. Sigara. Like you've heard about pombe sigara. It is one among the songs I like. Yeah, true. Penye ananarrating wenye hawa wasichana wanaweza kufanyia, unaweza enda kamiti, unaona, kwa jela. And actually now that explains now the Kenyan music in perspective. Like when you're speaking about Kenyan music in perspective, why do you listen to Kenyan music video? Why listen to Kenyan music? Because support Kenyan music. Because kuna watu ambao Kenya na ina music ni ngumu. Actually personally nasema Kenyan music ni among the best. The flow, the story. Spoken to personally, no offense. Gengeton for no say that your best one, no say your greatest artists. Yeah, I talk about great. So personally before that I think Kenyan music ni one of the best. Tunaweza collab na anyone. Tunaweza collab na Jamaicans. Tunaweza collab na Afro. Because ukiniuliza some okay. Najua mtapata stress but manzi una venye ukisikiza Kenyan music alafu compare na TZ, TZ ni kama ina dress tu na low IQ. Kama ulitropia shule pale class 7 class 6. Sinaona? Harmonize atakubamba na ndio nani this other guy. No, acha Rayvanny na kuna other guy tena. Mbosso. Kama ulitropia shule pale class 6 class 5. Mbosso atakubamba. Lakini kama umesoma kidogo but what Tanzania, like they just have a way to address relationships. So watu wanapenda kukatia. Okay, I will take you to think sana hiyo. Kuna mistari. Mimi personally Sauti Sol bien ndio ninaweza sema najua kuimba mnoma baby. Even after the split we've seen only Bien shining. Okay, everyone is shining. Kina Savara na shine, but tumeona Bien sana akidominate. Now kwa Kenyan music kusema ni among the best. What makes it to the best? The flow. Unajua music yetu ni diverse. Ndio yeye nimekwambia tunaweza collab na sawa mapiano and kutakuwa na itamari vizuri. Kwanza kuna vocal link Kenya na Jamaica. Ukichukua tu weke Jamaica, uchukue Red Sun weke Jamaica, uchukue Wilipolo Kerali. Unaona, like we'll have something. You have something. But sasa niambie Diamond Simba na ngoma ya Jamaica haitashikana vizuri, unaona. So Kenyan music iko na flow na vibe. So maybe in the flow Diamond maybe na amapiano, but amapiano two beats. So if you're speaking about music, yeah, for me Kenyan music naipenda kwa sababu iko na rich in culture, like rich in the talents. That's what I can say. The artists ambao tunajua if kama unaangalia various artists how they do their composition of songs, to realize from one person to another atakubamba. At the moment mwenye nice sana ni someone nikuja kurealize songs zake nazisikiza for long because nikisikiza I'm like niko na more wow moments. Naitwa Mordecai ndio ni lead singer wa At The Band. Ukisikiza songs At The Band, I can tell you nimekaa chini naona like At The Band kuna songs mingi zenye kali zenye Kenya bado just appreciate it na kani iko appreciated. The commercial ngoma mingi naweza ka same level na maybe the Karura voices ile kina Pitson. Ukienda uangalie the catalog of songs, that mean away from that
Mudeke it's one because of his the way anapanga songs zake napatana nasikiza some of his main songs. Akuje tukutane na another person mwenye anaandika songs vizuri sana. Okelo plays good songs. Max. Okelo Max. Lazima chance na get tena jamaa. Okelo Max. Okay, naangalia in terms of writing the songs. So kuna yule mwenye napenda kabisa na shares. Okay, kuna Okelo Max because he writes so many words, anaandika a lot of words in a song ya 2-3 minutes. So the songs look like more poetic to me. Yeah? A good one ni kama angalia Kung Fu. Kung Fu dance disiki. Atunje kusikia Kung Fu. Kung Fu na ile inasemanga like kwa plot anasikia kelele sijui ni. Oh yeah. Michael Dillon. Yeah. Yeah. Like that song, yeah? Like Kinga DJ Afro. No. Like I mean it's a song in 3 minutes but information imewekwa pale ndani. There are so many narration kali. Then kuje kuna Batista ni yangu personal, mimi napenda Costa, is my bestest saizi. Reason being, he does a very simple song. Naonanga ni kama words ni kidogo, then more chants na more beats. Kuna tu venye mimi napenda hiyo beats alafu kuna tu venye. I just have a personal bias towards that album. Anyway, that's Sawa, let's move to our next question, a song that reminds you of your childhood. Massive. Chelsea. Talala kukumbusha. When I was growing up, I think that is when music now began to explode. No, let's talk about the music. Now I remember about the songs of Rose Muhando. That is now, I think, when I was young. And then the song that I still remember up to now, ni ile song yenye alikuwa akiimba kichapa. Akimwomba akitoka nje. Okay, naelewa. Kuna time Rose Muhando alikuwa anafanya shetani. I think that is the song ninakumbuka nikiwa na grow until yes. I think that is the song so I think that's the time now unaona kweli kuna shida inabidi mkimbilie Mungu. Unaona kama very spiritual. No, not even being spiritual, but I normally mostly listen to gospel songs when I'm so mimi yangu ni moja. Kuna hii wimbo na so hiyo time tulikuwa na stima kwetu. So mazangu alikuwa anawasha radio asubuhi nikienda shule. Na nilikuwaga sijui kama ilikuwa Radio Citizen. Kwa sababu sijui usingizi ni radio ya taifa sijui nini. Ilikuwa inaenda amka sijui kumekucha. I used to hate that song. Juu hiyo ngoma ilikuwa inakuja hiyo time yenye ninavaa uniform. Ndio niende shule. So ni kama inanikera sitaki kwenda shule. But inaimba kila siku same time yenye tu like ilikuwa inanikumbusha venye sikuwa napenda shule. Eventually nilienda kupenda shule. But unaweza ikumbuka na kumina memories. Yes, I think for me, okay, I'll just resuming that home in spiritually at church. That's kuna song ile ni that and big troubles na nikachapo because nimesemanga niko na mademo ya kishua. Hiyo ngoma ilikuwa moto. So I was actually singing so very then nilikuwa najua lyrics to lyrics. Then let how mademo ya kishua kwamba uko na wote actually singing ilikuwa kwa next thing. Hiyo song ilikuwa kali, ilikuwa fire. And I think nikikumbuka that ina categorize so many songs that ilikuwa fire that time, kina The Bombas, like kina Insa, like kina Bomba Track, like kina Google DJs, Kalfreka, vitu mingi. So for me, my childhood was there. And the big up in the up just okay, but let me narrate. Nikwambia ndio na kiburi kilikuwa the favorite songs. Imagine ndio na hardcore ndio sasa tuanza kuja song. Mimi my favorite ilikuanga okay, kitu hapo class 3 nilikuwa napenda ngoma. Mbuka hiyo ngoma.
Ndio Mombasa. Alafu nikarudi nikapenda ile nyingine inaitwa My Love ya Westlife. Kijana leo mapenzi kitambo. Hey sana. I had the best within. Anyway, to our next song. Our next question. A song that describes your love life. Wewe unapenda. Anza. Sisi tuko mahali patano. Anza. Hey, mimi hapana kena hapa. Mimi mapenzi. Aone. Sidhani kuna ngoma wewe na describe love life. None. None. Kuna ngoma personally na describe life that you maybe Tena ndio machozi. Ndio tears tu. ndio zangu si za machozi. Azimujiki. Mimi navunja nikitaka. So personally kuna ngoma yenye naweza describe. Mimi na think kuna za pata. Gani? Siko najua Beta Victoria. Beta. Beta yenye najua ni ya Kadi. Beta okay, kuna Beta BET. Beta. It Depends. No, ni Beta, but ni Beta. But ni tena mtu anasema ni Beta. But ni Beta. Beta. Ya mtu actually you can talk about Beta. Actually the line in inasema nobody can love me better. Ile msikio tu song. Iko na somehow umesikia ile tu toxicity fulani tu ile tu pinch of toxicity. Ni kwa sababu inasema hata ukinipenda mimi siwezi wapenda. Like that's the truth. Hata ukinipenda mimi siwezi wapenda. I can't love you back. Yeah, Massive. Or that I just normally listen to Chris Martin song, but I'm for how do you know your love will never go. Not even I try to relate, doesn't best. People love. Well, mimi yangu labda what has done in my skin. Lakini naitangwa la Dona Imobile. That is fickle is womankind, changeful as summer wind. So kuna line nasemanga, to eyes so tender, then you surrender. You will think you've won her, she'll change her mind. you know feel saizi. Si ndo na feel saizi. Sema tu Uko hali mbaya. We listen but no judge. Uko hali mbaya. Hivyo ndivyo unafeel. We listen but no okay, we'll judge. We try to balance. In fact, we'll judge you harshly. Hivyo ndivyo unafeel. Sasa time kupendana. I get you. So, a song with an interesting music video. Interesting. I think I normally have the one I have questions with is the one that I said about that story of the song of Environment. I normally think now, what about the cameraman? How I normally say that he yes, I know it's a kissy. Sorry to say that, but I'm talking about the cameraman. Okay, si sorry. We take in consideration cameraman is a about your broom and a flash. Yes, something like that. Have we taken into consideration? That's a kissy song. It can happen. So it's possible. Now I normally ask a lot of questions. Yes. Ngoma zake ni traumatizing. Imagine wewe ndo una record mtu mbio ameenda mbio then nimfuate tu. In fact inabidi ukimshika ameshenya kwa matope. In fact ngoma zake huwa zinarekodiwa na msee akiwa juu ya nduthi. Juu the guy so fast. Then ukimshika ashenge kwa matope. Ameingia kwa matope. Mzuri ana make do. Wewe ndio gani na kupoma video? Kuna ngoma okay niko best sana na Sauti Sol.
ile siji anaso tipsy anaso Yo inakuwa na emojis mingi baby. exactly. So hiyo ngoma ili naona time emojis Hebu rudie huko ni jongaje. So tuseme maybe ni kalikali. so hiyo ngoma Inakuwa ni emojis. ilikuja time emojis zimeanza kuwa very popular. So ndio time nilikuwa naona emojis zikiwa very cool. Oh yeah. And when the cartoons zilikuwa zina resonate na the words. Unaona? Sijua Mungu sisi to tell you I love you. Exactly. Sijua mama mimi nitawe to tell, I'm second way to tell you that I love you. I know. So Zile vitu zilitumika. yeah, they walikuwa na good videos. So especially ngoma zenye hutumia cartoon. Kuna hizo group ya watu hii wanajitanga Mathare Kids. Sijui kwa nini wanapenda communicate kwa politicians and stuff. Mmoja walikuwa featured kwa song ya kaka ongea ongea kitu kama hiyo. Kaka na Kilo Max era ongea kitu kama hiyo. Kuna venye that song is dope na pia ile graphic imefanya kuna venye for me I'm like if a person who appreciates video editing I'm like hey sawa. Okay, mimi nilipenda ngoma tu recent, I think at 4 months, Guardian Angel. Inaitwa wa kwanza. Unataka Guardian Bwana watch sana. Imenta Si benta. Ni ile tunapenda he's hard working. He's one of the so mtu anakuja adwaki na sasa kama ndio anakuja adwaki na sasa kama si benta. Wewe unaangalia basi kwa. No. You know why I'm saying he's hard working? Actually, he's one of the most viewed Kenyan. ni mkali hapo na power and then he's hard working. Every day you see something. Yeah, you know Guardian is someone who is he owns the music. He owns it. Mimi najua Guardian ya different. najua Hiyo story ni yako, lakini that guy set ni yako iko hivyo but ukiangalia the bright side can you full search kama wewe anakuinspire sijasema ananinspire, nimesema anampenda. and cash I'm saying you I'm starting to see acha nilikuwa namuuliza kama anamspire because nilikuwa na I hope you're not saying in terms of the way I'm thinking. yeah, it's what you are thinking. Okay, sound. Okay. that's what you're saying. It does not affect me. Does not affect I me. hope I'm not overthinking. Okay, you're not overthinking. That's what you're friends. Tunajua tutajua. It's allowed. Tajua tu. Sawa. So that song is wa kwanza. Ndio kuangalia ile Then wa kwanza kwa maisha yake. Nitakuwa wa kwanza kwa familia yangu kufanya something I think to succeed. There's a girl hapo hivyo mwenye was secluded then kuna vile tu anakuwa embraced towards the end of the song and then you watch man. So the next question, a song that you hate. Mimi ngoma gengi tu inaitwa Packaging. Very naughty song. jana na hiyo yote mkuliko sijui masikia yangu survive yote ya packaging queen bee machines I don't know how it survive mimi naona kama it survive your time I can survive an atomic bomb. Those songs zilikuwa like Yeah. Sila. And you could find all the youths, especially the for leaders. Ungepicha kama hujasikia wakizungumza. Unajua kitu moja, hii kitu ilikuwa inanikalia vitu mbaya, unaona? As in kulikuwa gana hata niseme the males ndio wana dominating the females, no? So ni kazi ilikuwa inaonyesha boys kuchoma si mbaya. Ndio, like unachoma kudishiana, acha niseme kudishiana. But you can make a guys in a position to all your condition. Exactly, unaona? So hizo ndizo vitu I think okay, sijui tunatenda. That's what we imagine. Ndio nakwambia like okay, I don't know. So ukienda tuulize mtu afa kwambia during my time in high school the best songs we used to listen to was those ones. Hapo tu jua it's telling you utakeni kwenda bienda tulicho. But si tell you to go and good songs with it.
Kwanza but zilikuwa zinatoka from Jamaica. Yeah. Kila Maris Katele. Eish bana. Hello baby, can you come over? Watu tena ni kuna time sasa ilifika tu time si musician ndo ana make song. Ni producer anatengeneza beats. Musicians wakuja wajaze hizo beats. Hizo beats ndo zinakuanga zinasema. Yote mlikuwa na G-Shocks, nini? Ulikuwa unaenda mkitoka TV hii entertainment Saturday mkirudi kuna nyingine. Ilikuwa kali ndio father. Last year song you hate. Pardon? A song you hate. Think say combine tena na ile kingetoni. But up to now sijaisikiza kuna song nimeisikiza full. Okay. I don't. Sijai. We'll have to introduce to some things. What Sisi tunasikizanga album. We listen to a full album and skip it. I believe. Okay. The reason hujapata songs, hujapata the msanii mwenye unataka. Na Chilson. Sasa nyenye night. Si mbali na yeye nimesema. Nakwambia kama nilisurvive hiyo. Hata yote amesha pata ni mikubwa. Mimi wanasikiza anything. So you're okay with Genge? we have to screen these videos now, but the song itself. Okay. I can just listen. Mimi nasikiliza kufurahisha masikio. Yeah, you can afraid masikio. And you know, even also, the problem with those songs inakuanga direct. Si kama za kitambo yenye ulikuwa ungesikia na ungejua hata ama uimbe hata ujui hata ni nini nasema. But hizi just direct message. Zilikuwa songs zenye unataka mtu ajue unasikizanga. It was that bad. Genge. Okay, finally, what do you wish musicians or artists would do better? According to me, finding collabs. With a collab, you'll get better songs. No, like utapata very good songs. One person from Kenya, another one from Nigeria. Combination with music. Collab. Mimi nikiuliza for Kenya what they should do better. Kwanza tuambie which artist you see. What they should do better? Nimekuja kueleza Kenya musician to realize. Unaona kama anapenda ni vile. If ni vile, nisema ni vile mapenda. Anapenda bien. Bien. Kwa maana kama anapenda bien. Unaona association yenye ni bien tu. Bien comes and does his songs. Personally, especially when anafanya album launch na timu na just do their thing. They should do most of it because Kenyans napenda musicians sana. They don't know how much we love them. But we love them a lot. So for me, napenda musicians who embrace in a way. Wasijidowngrade. Kama umejinao, umejiamini, tweet it, eka ticket, we come listen to you. Yeah. Tutakuja. Mtaika yangu soon. Yeah. Sio kutegemea promoters. Sio kutegemea promoters because I can tell you for sure. Unaona a song yenye ni na wajaribu tunafanya more of live band. So ukitengeneza songs in the studio, make your songs that they can be played away from the studio. Like the instruments nimetumia, they can be played outside so that you can enjoy the music authenticity. So wakifanya hivyo wasitumie promoters, they can do better than having a promoter. So in that case, nataka wafanye hivyo more, wasitumie promoters. In fact, we use promoters, they can be killing them because they have to get a cut from them. Now, Kenyans wanafanya music and they turn off. Okay, Marcy. And what I wish they could do also, to me, that owning the music. Like, if you sing, you are a new musician. Then you come up maybe, and then usipote. Maana ya kupotea hivi ya black ya used to. Alafu upote, time when utarudi utakuwa ushapata competition. Yeah. So let's be consistent. Yeah, atoe music after music. Okay. Maybe as I said, I wish people improved in their packaging, especially content, message, the videos, alafu
management in the Chainsaw said. Musicians are poorly managed. Sasa unaona msanii gani? Unajua wewe ni director. Wangapi wamekuja kwa studio yako? Nimeona wengi bwana. Wale wanazidi tunaweza relate. Wengine hata mwajua sisi hapana. Sema ni kitu serious. Nimeona wengi. Sema coming ones. Nataka kila musician ni mnoma by the way. Ni wenye wao mjui. Wakitumia mwenye buku. Kuna mtu anamjua. Wakitumia mwenye tutafanya tushtuke kidogo. Wakenya, tumia Kenya. Wakenya. Nataka kuambia mwingine hapo macho. Wakenya Imagine nani kwanza? Kitana wewe. Wakenya artists last year niliona Daddy Owen. Mmoja John. Right mwingine. Wengi sana. Okay, sema ni mwingine tu. Wengine uwezo wajua like when you know in your lifetime. Si last year in your lifetime ni mmoja in your lifetime. Nimeona Wesonga. Unajua Wesonga? Wewe member actually you shared that. I think nimeona tu Naiboy nikiwa campus. Kwa nini hatungefika mahali? Kwani tukichukua the new constitution ya 2010. Tuachane na hii tu inakaba ili tuchukue tushangilie Kenya tuachane na hii anthem. Hiyo anthem yetu ni moto bana. Okay, ni moto bana. Tunaona iko na vibe. Hiyo tushangilie Kenya tu something so. Sasa unaona kuna watu waliperform jana anthem na mpakwa anthem ni normal. So I've seen most of them, but kuna mmoja pia anaweza penda combination anaitwa Michelle Ongaro. That is one guy, Michelle Ongaro. Boy ama ni jamaa. Jamaa ndio Michelle. Wala ni mzee actually. He's jamaa tu Michelle Ongaro. Hata I think ukimsearch kwa YouTube utapata. That guy is good. That guy vocally, akafiti, instrumentally. Mimi kuna time alinimenta kwa piano playing. Sasa nikaangalia nikasema this man. Hey, that guy is good. Moment. You should search that man. Support. Ukisikia show yake Chelsea anajua napenda huwa attention. Nenda show kama hiyo yake. We love it. Personally senda shows zangu zinapanga pale YouTube. Kama nani personal? Naiboy, nishaona Naiboy. Mwingine. And wase tu local musicians. Jana nao local. Naiboy, nani mwingine? Major. Those local Kenya musicians. TBT Dad. Kasabonyo. Nimepatana sikupatana nimeenda tu show nimemwona ndio kwa stage anakuwa mimi kwa shows unajua hiyo ndio school party una mali wasichana wana dance vigorously like you know what I mean so TBT Dad utamkosa kwa so nimemwona yeye kama umeona promoter always mkosa yes I think just to mention a few nakumbuka juu most of the time niliona nikiwa campus so I think mimi nimeona Wesonga kwa tunaenda ile hizo za shule. Yeah, that one. And not a Kenya nimeona Rosmani. Head to. Yeah. Lazima. Yeah, lazima. Ulimuona wapi hapo dijana? Alikuwa tu comment. Ukaenda kumcheck. Mimi personally nimeona Ulipoze. On his pride. Acha na saizi. Sio tumekuwa tumebeba industry ya gospel music peke yake. Nimekudai nywele. Hiyo time tunakuwa tunafanya mashine hivi. Come on. Ulipoze. Ulipoze. Nimeona nimeona my favorite at the moment nimeona Costa. Costa ni say current favorite. Nimeona Costa John. Nimeona Max. Nimeona Suzana Wii. Nimeona Eric Wainaina. Nimeona naomba endeni concerts ambalo hajakuwa musician. Endeni concerts mtaona watu. Nimeona who else in some ni a good name to ashtua. Any other big name in the ashtua as a musician Mimi hujaniona. Okay, mimi nilimwona achana from that musician mwingine wewe mkono. Okay, hao ndio nimeona so far hao ndio nimeona. Mimi ni artist tu ni artist si musician but artist kama brother the rest of them. How do you just musician? Away from that
Mwenye niliona but nikafeel ni kama niliona something very big. Si musician. Niliona artist Kado. Ule wa cartoon. Ule mjadala kwa cartoons. Sijui tu kwa nini siku nilimwona nilifeel something very unique. Kuna that artist because huyu jamaa ni also an artist. Kuna mtu anachora cartoons for all those years. Yeah, it was something good. But how those are the among the things in our so far. Wow, let's wrap it there. See, thank you so much for coming to this show. It has been interesting. We would love to host you next time. So you can just say something about Malizia na waambie watu wetu wa support. Subscribe to the channel. So personally, I would tell people to listen to music more. Music is inspiring na ni therapeutic. Yeah, so sikizeni ngoma. Na pia si lazima usikize ngoma. Kila mtu akona ngoma zenye anapenda, si ndio? So we follow genre yenye unapenda, jibambe. Same to me, I can say that tuendelee kusikiza, tuendelee kama tunaendelea tuzidi. And also, personally, I like that the one that include the culture. So let's look at those also. And also, we should also meet our children or watoto, so that I know that they have also talents. So to wasaidie, to nurture, so that they can come up to that. For me, I think okay, mpende wasanii na mwende show zao. Go to their concerts. Concerts in serious, and into their concerts. Pay those monies. Kwani unafikiria wanatoa pesa cabbage. Listen to their songs on the right platforms. Either Spotify, YouTube, or buy their works. Don't download their works. Buy their works. That's the way you can promote music. Another thing, let us not look down on Kenyan music. Kenyan music is so much rich sana kabisa, with a lot of stories. So get one artist that have introduced to so many others. That's continue loving the music. Ya pili, nakonga na bias here when people are saying that you should only listen to gospel songs because you're saved, you're born a king. My friend, you need to tell your marketing. Yeah, you come say you are a gospel artist, then so that you part of the audience of only Christians and so but the other to me, ukombe wako unapenda Yesu ama upendi sikiza tu hivi song. It's a lesson in hivi song. Yes, so that you should hata hiyo identity. You should also really know what's the evil in the society. Yeah, so that you can pray about it. So listen to every song na promote us. Yeah, that's my take. Thank you very much. See you in our next episode. Now subscribe. Subscribe.